Ndio. Sawa. Sawa. Ngoja nikuchukulie. Nasikia kama kuna watu ndani. Alafu mlango umefungwa. Ndio kama labda funguo ni panazo labda. Hapana, sijafunga mlango. Brother. Vipi? Kama kawaida. Nataka niingie ndani. Subiri kama dakika moja brother. Wote sisi ni wanaume. Kwa nini unanizuia kuingia ndani? Sasa nimekuomba subiri kama dakika moja kama brother wangu. Wewe nisikilizie basi brother. Ndugu wangu sijui ana shida gani. Sababu yeye ndo kasema msubirie, hebu kumsubiri. Ndugu wangu, mwezi wa Ramadhani unafanya zinaa? Yaani unamkufuru Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani? Lakini brother, sio ndio mazingira ya kuvunja jungu haya. Kuvunja jungu ndio nini wewe? Wenzako wanafanya toba. Wanafanya toba ili wapunguziwe madhambi yao na watolewe madhambi yao ndani ya mwezi wa Ramadhani. Huu ni muda wa kutubu na huu mwezi wa kutubu. Leo unazini ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kweli? Lakini brother, ndio maana nimefanya na mapema kama hivi kwa sababu kesho watu wanafunga. Inawezekana na mimi kesho nikaingia kwenye funga. Ndio maana nikafanya mapema hivi. Kwa hiyo kesho utafunga kweli? Hiyo kwenye kufunga hayo ni maamuzi yangu mimi. Inawezekana nikafunga au nisifunge. Hivi wewe kwa akili yako timamu kwamba yani saumu yako itaswi wakati ulichokifanya kwamba ni dhambi tosha, zina? Lakini brother, mbona unapenda sana mimi kuniongelea sana? Yaani mfanya kama mmetoka huko mnataka kunishambulia. Huyu anaongea ili. Chepi hapo mimi nilichokifanya kibaya sana brother. Hakuna dhambi mbaya kama kuzini ndani ya mwezi wa Ramadhani. Utapata dhambi kubwa sana na utapata adhabu. Umesema unataka kuingia ndani kuchukua vitu vyako. Haina shida, ingia ndani. Maana naona mnanichanganya. Unapoandama mwezi ukasema wavunja jungu kwa kuzini kunia pombe. Afungi kitu kufunga imani, funga inaondoa matendo mchafu, na kama unafunga uswali au fungi kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la raiba. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Fihi hudan lilmuttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون وما السلام عليكم. Waalaikum salam. Naona mnaitendea haki kabisa Ramadhani ya kwanza. Naam, ni jambo la kheri katika kheri za Allah, kwa sababu katika mwezi kama huu inafaa kila muda au kila siku tu tunamaliza juzuu moja kwa niaba, zipo juzuu 30. Kwa hiyo kila siku moja lazima tumalize juzuu moja. Basi hiyo haki hiyo. Sister, hiyo haki bwana itendeke hadi kwenye iftari, kwa sababu kwa mapendekezo yangu, lakini mimi nilikuwa naona leo ingepikwa ile iftari ya viazi, hata ikichanganywa na nyama sio mbaya, viazi mbatata vile. Au kama nyama itakuwa imekosekana sio mbaya. Alafu izipikwe na tambi. Alafu pembeni iko na chapati kidogo. Au unasemaje shehe hapo? Yaani leo tumekuamsha alfajiri kuswali umekataa, lakini kwenye iftari unapanga wewe. Mimi nimeandaa miogo. Kaka, mlejee Mola wako. Mlejee Mola wako. Subuhi nimekuamsha swali kaka, paka na kumwagia maji uweze kuswali. Lakini kaka, majibu unanitolea kuna kaka, hapo sasa hivi unakuja kwamba unaleta ratiba vile vinono. Kumbuka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba sumu taswihu, fungeni mpate afya. Maana katika som kuna vitu vingi sana unapokuwa unafunga vinaondoa katika mwili. Sasa salati subuhi ya kushinda kusali wewe, alafu sasa hivi wajituletea ratiba kwamba minosoloso sijui nyama sijui vitu gani sijui viazi mbatata vitu gani hivi. Kaka, mlejee Mola. Kumbuka Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an tukufu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyama kama kutiba alal ladhina min qablikum. Jampe. Mama. Unakuwa chooni mwezi wa Ramadhani wote. Mimi sijala. Mbona sufuria unatoka nayo chooni tena? Nilikuwa naitafuta muda mrefu hiyo sufuria. Hamna mama, kwa sababu nimeona chakula kimebaki na sisi ndani wote tumefunga. Nimeamua kuchukua chakula kilichobaki kuatilia mende. Wewe umeenea maubwabwa mpaka mdomoni, puani. Yaani hapo bado kidogo tu ufike maubwabwa masikioni. Mwanangu. Bwana. Mama, hivi kutokana tu na kwa sababu nilikuwa natulia na mkono hivi, baada ya kumechamecha hivi ndio leo nilijipunguza ndio kimenangukia. Lakini mimi nimefunga, mimi Muislamu thabiti. Mimi naitwa Shape bin Yamini, Muislamu thabiti kabisa. Wewe mwenyewe angalia ile story ya Firauni ile. Firauni alichukua tende akaingia nazo chooni, alipoingia nazo chooni akaenda pale akatengeneza zile tende ndio akatengeneza kuwa mende. Unaona bwana? Wale mende unaona wewe wale sio wadudu kuomba Mungu, wale kaomba Firauni. Wakati anatoka tu chooni, alipomwona watu wale wakamfuma. Kama walivyonifuma mimi hivi. Wakajua katoka chooni, Mungu katoka kula. Firauni akamuomba Mungu wake, Allah azza wa jalla. Alipomuomba pale akamsaidia, kila mtu akaamini kuwa ajala. Firauni kaendelea kufunga kama kawaida na zile tende alienda kutengeneza nini? Mende. Na hata mimi nikaona sio vizuri, chakula kimebaki tumwage kwa nini? Wakati kuna viumbe wengine. Basi nimeamua kuja kuatilia mende. Sijakosea sana mamangu. Kama ulikuwa unataka utaki kufunga, funga tu hapo ukala. Lete sana mlango na kusubiria hakuna naona tu. Pia ni mkubwa kwanza. Mama shikamoo. Baba, karibu. Rafiki yangu naona kimya, anampigia simu apokee. Mwanangu kuna vipengele nilikuwa naweka sawa chooni. Unajua bwana, one time tunalishalisha mifugo nini na wadudu wa Mungu kidogo, ili na sisi tupate sababu kuchuma ndani ya mwezi huu. Unajua tena? Sisi tunaenda kazini, sawa? Kazini kama kawaida, huyu dereva wangu. Huyu ndo dereva wangu. Poa. Mimi nimefunga mama na sasa tunaelekea kama kawaida. Kwamba mmefaradhishiwa nyie muweze kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu nyie, nyuma yenu nyie katika umma zilizopita. Lakini wewe leo hii wafunga, halafu hutaki kuswali, kazi yako unawaza tu futari tu futuru tu, yani vilosoloso. Wewe mtu gani wewe? Mleje Allah uweze kuongoka. Dada, msiba huu. Kwani mimi niwaulize nyie ndugu zangu jamani. Kwani mimi ni ndugu yenu au mimi ni mtu baki? Kwa sababu haiwezekani mimi hata nikizungumza jambo zuri
Nyinyi mtalitia haya hilo jambo, mtaliweka mara kumepita huko mara, yaani ili mradi mimi nionekane punguani, nyinyi ndo mna akili timamu, si ndio? Sasa mimi nasema hivi, kama swala la futari mimi kukumbusha limekuwa ni baya kwenu, msipike hiyo futari. Na hata mkipika msiniekee. Fanyeni tu mambo yenu. Sasa unaenda wapi? Ushapambazuka sasa hivi, mimi naenda kwenye mambo yangu. Basi unapoenda huko ukumbuke saa 7 kuswali. Yaani nyewe ukifika mwezi wa Ramadhani, swala la kwanza kusisitiziana kuswali, basi kuswali. Kwani miezi mingine mbona msisitizi kama hivi jamani? Jamani, msifanye dini ya Mwenyezi Mungu iwe ngumu. Mnaifanya iwe ngumu hivyo bwana. Dini hasala kwa mwezi mtukufu. Mtihani. Muombe kwa Mwenyezi Mungu, inawezekana Mwenyezi Mungu akambadilisha. Hebu kumwambia dua al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya mwezi huu bwana, uzuri uwe na vitu kama hivi. Kila ukikaa subhana unapata japo kidogo hata vijiswawabu. Lakini unamkuta mtu mwingine anafunga hata tasbihi yenyewe kuishika hajui, yani yupo tu. Kwenye kufunga mwezi kama huu. Mwezi kama huu lazima vitu kama hivi uwe navyo. Sio, unanielewa? Sasa unamkuta mtu mwingine mwezi kama huu bila saa 12 tulishafuturu, basi tukaswali ile sala saa 2. Tushaingia kusali kwenye ile tarawih. Mtu kwenye tarawih akidondoka namna akinyanyuka. Mkinyanyuka ya pili, anajizungusha mara kaenda chooni katokea nyuma ya msikiti. Huyo kimoja amuonani. Kaka, hayo unaosema sasa, yani maana yake kama unasema mimi ndugu yangu. Yaani wewe maneno yote kuzunguka kote huko kuzunguka. Yaani unanizungumzia mimi sasa. Sikia bwana. Zulea. Unajua bwana, mimi nikikaa mbali na wewe muda mrefu nakuwa sijisikii la. Hata funga yangu hapa naiona kama inakuwa ngumu zaidi, na ndio maana nimekuja ili mradi nipate kuilegeza funga yangu endapo nitapokuona. Yaani wanasema ni kukazia swaumu. Hivyo mkonyo unafunga kweli? Kwa mbali. Funga gani? Uone kama ni dhambi? Sasa Zulea, kaja kwa upendo nao Mungu aweke dhambi. Na upendo sawa, lakini unaona gani? Huku tunapoanzia ndio inakuja ndoa. Ndoa unashika nusu ya dini. Haya, tunafunga nusu ya dini hatujaishika. Kwa hiyo swala hili sio dhambi. Hili sio kwenye dhambi. Lakini unafanya hivyo ana ndoa, wewe hujanioa. Zulea, wewe unataka kufanya mambo yawe magumu. Unaona? Sisi ni wapenzi. Na kama sisi ni wapenzi, inafaa kuonana. Haya. Tuna usiku nao watu wanafunga na kutumia meseji au nijibu na kupigia simu au pokei. Unanitumia meseji baadaye unaniambia wewe sijui. Dada. Wewe umefunga unakuja kutetana na nao. Na mdogo wangu nilikuwa naongea naye tu. Wewe Mjo. Unaitwa nani? Sasa Leina, wewe unafunga? Sasa mtu ukifunga hautakiwi kuwa mbea. Ukifunga ukiwa mbea funga yako inakuwa batili. Chukua hii. Baadaye ukishamaliza ufuturu, ukishafungulia, utaenda kununua sambusa au chipsi. Usiende kumwambia mama, sawa? Mwambie mama, sawa mdogo wangu Sawa. Mtoto nzuri Sasa unaona Zulea, kwa sababu uzuri wa kufunga lazima pia kwenye tarawih ile uswali na umalize rakaa zote. Sio ndio kwamba tunaswali rakaa 24. Rakaa 24. Mimi nadoka rakaa 24. Sasa kama nimechoka sinarudi zangu nyumbani. Na wewe je, unaona tabia mzuri? Ipi? Ya kuwa Ramadhani kesho, unaoa leo. Ikisha Ramadhani unaacha. Unaona tabia mzuri hiyo? Hiyo si sunna na faradhi. Sawa. Tunajua kama sunna na faradhi. Lakini sio kama unavyofanya wewe. Ramadhani zote ikikaribia kuacha na kuoa wewe unaona baba mmoja mama mmoja. Hiyo tabia sio nzuri. Wewe ukitaka kuoa au ukitaka kufanya sunna, yani maana yake ufanye moja kwa moja. Ndivyo Mungu mtume alivyoagiza.
lakini sio wewe ndugu yangu nguvu. Lakini nafunga. Kwa hiyo mimi sifungi. Na kuswali na swali. Mimi si swali. Lakini wewe je? Hivyo vijila kava kudondoka na kunyanyuka kuondoka. Na wewe ndio tabia yako mbovu, acha. Wanawake wanakuwa hana gubu, lakini wewe una gubu. Ikisha Ramadhani mnawapa talaka. Hii tabia uache. Ndugu yetu sisi yani leo nimeamua kukuchana live. Hii tabia uache. Sio tabia mzuri. Kuna nyimbo moja wanasema asiyeswali dudu na maiti yake dudu. Asiyeswali dudu na maiti yake dudu. Wanazikiri. Hiyo ndo maana wanakuimbia ndoto kama nyinyi. Unajua ni kweli ukisema hiyo nyimbo ni ina maana yake. Lakini sasa ndugu yangu, mimi naona unachokifanya sio kizuri. Hiyo tabia ubadilike ndugu yangu. Ikiisha Ramadhani chungu cha kwa nini? Ikiisha 6 tu mwanamke kadi nyekundu. Hiyo tabia uache. Sasa maneno hayo unavyozungumza hivyo, unavyotangaza kama hivyo unamtangazia nani? Ndio vitu kama hivyo. Mimi mwenzio kukaa mbali na wewe siwezi. Basi tu unajua wewe una jina la mama yangu Ayali alinilea sana. Unajua basi yani siwezi kukusahau. Yani mwenzio mimi nachoka mimi. Msimu wa Ramadhani umeacha kwa. Wewe Zulea. Unafanya nini hapa? Hamna kitu. Unafanya nini hapa? Mama, hamna, nikopo naongea naye tu. Wewe Zulea. Haya pita, nenda nyumbani. We baba we. Kwa mtu watu uchukua mwaka kishoroni hapa. Wewe unajua kama mwezi wa haki. Wajua kama mwezi huu kama jezi wangekuwa wamepambana kipindi hiki wangeshinda. Hapo unaongea nini sasa? Mimi naongea jambo la maana, unaita utumbo wako. Unaniongea nini ile swala gani unaeleza wewe hilo? Yaani mama mimi tu nikwambie kwa nilikuwa nazungumza naye tu. Lakini sikiliza, huyu mtoto wangu haipaswi kuchukua kwa kichicholoni. Unanielewa? Hapo na mwezi wa haki. Wewe hujui Mwenyezi Mungu wewe? Hujui kama mwezi wa toba? Wewe baba vipi wewe? Wewe mtu mzima, ujielewi? Kama mwezi wa haki. Wewe mimi si nimekutuma maji wewe nije kunawa hapa. Akaja mtuma maji. Umenipa hii hapa 1000 nisiseme kwa mama. Wewe nigee langu. Kupi? Lete langu mwezi wa Ramadhani nakwambia mbea ufungi kitu wewe. Wewe mwenyewe unakuja na dada yangu kichochoroni ufungi kitu. Naomba langu. Watu ulinipa nisiseme, nishasema na ila nikupe. Baba nisikilize. Mtoto wangu huyo. Huyo mtoto wangu nikikukuta siku mtoto kufanya hiko. Hautasahau maishani kwako. Mchafuna kama unafunga uswali au fungi. Leo patikana baba. Ile alina mmoja. Sawa ndio hiyo tuswali tumalize wote la. Mimi sasa hivi narudi. Na wewe urudi katika mstari. Mimi nimenyoka. Mimi nimenyoka kama lula. Nimenyoka kama lula. Kwa naambia sasa hivi hamna kwa. Yaani sasa hivi hata yule shano anaozalisha ile tarawih ile akisema sasa hapo tunakesha kweli mpaka asubuhi. Mwezi mtukufu bwana. Nikwambia masuala ya kuswali. Mimi ninachokwambia umeoa. Umeingia katika sunna ya kuoa. Maana yake usio naoa unaacha kisha Ramadhani unaacha. Hii tabia. Yaani iko hivi, kuacha mke sio kupenda. Kuacha mke kuna muda mke unaweza ukaja kukuta umeoa. Kipindi kama hichi nilichoa mimi. Umeoa. Ramadhani inaisha yule mwanamke hata kuchemsha maji yakaiva maji haya hivi. Maji ya kuoga hivi. Unaweza mtu kama maji ya kuoga sijui hivi. Unamngangania nini? Wewe unaoa kwa sababu zako. Sisi tunajua ugonjwa wako nini bwana. Mwana. Yaani umeona ukioa kama hujaoa mwezi wa Ramadhani ugonjwa wako upati. Ndio maana ukaoa. Lakini hiyo tabia sio mzuri. Ukilala umelala naye, ukiamka umeamka. Hiyo ndio tabia mzuri. Kaka, hiyo badilika ndugu yangu. Mimi nimebadilika. Leo nikiingia shehe akidondoka na mimi nimedondoka. Akiinuka nimeinuka naye. Leo ndicho tutachofanya hivi na utaona. Na mimi siachi. Ndio. Lakini hebu rudia ile jimbo ile. Ile zikiri. Hebu rudia kwanza. Wangu bao umenikosha. Ile zikiri wanakuambia asiyesali dudu na maiti yake dudu. Asiyefunga dudu na maiti yake dudu. Matumbi unachanganyika na ndengereko. Mwanangu mimi nitajitahidi tena unapoandama mwezi ukasema wavunja jungu kwa kuzini kunia pombe
Ustaz Jafari. Kwa mahasi aufungiki tu Ramadhani unafunga mchana.